Usikie maombi, wewe ujibuye kwa moto. Bwana umwaminifu. Na wakati alikuja hakuwa anauliza kudate, aligo straight to the point, akaniambia mimi sitaki ku waste time yako. Mimi nataka kukuoa. Nilistuka brasa. Thank you so much for your continuous support, for watching my content. Kindly subscribe, like, share, and leave a comment. Therefore, let us join in as we watch this great minister of God. Now, ladies and gentlemen, who to mention international, the first international guest this year on the show, all the way from Uko Inji Ambali, lakini karibu tena sana. But in East Africa, I want to bring all the way from Matongo Primary School. This man is a great man in this nation, I'm telling you the truth. As far as the body of Christ is concerned, amekuwa akifanya mambo pale, mtajua ni gani hapo. Akaenda kutoka Matongo Primary School, akakuja pale Kivumi. Akavuma pale, by the way, kavuma masomo, na akakuwa pale akifanya mambo yake pale. Alafu all the way, akiwa firstborn among the 8 siblings. Yani kama ingekuwa Kenya ingekuwa rugby 7-a-side na manager, lakini kwetu bado hajatufikia, maana sisi tuko football 11-a-side alafu sasa na manager pale. He's a great man in this nation, a producer, na pia he's married. I want to bring one and only the great man, bwana wa celebrity. I bring you Eric Sabu. Karibu sana mtumishi. Asante sana. Yes. Karibu kwa garage bwana. Okay. Tunatengeneza nini? Tunatengeneza roho za watu musically, physically, psychologically. Okay. Karibu sana. Asante. Mazeni nimefurahi sana kukuona, hadi nimekusalimia kwa mkono wangu bwana, hata yani leo ninasikia kama nimeheshimika sana. Hata mimi nimeshukuru sana kwa kunikaribisha. Yes. Konfirmia watu kwamba unatoka Burundi. Unajua nimeambia mtu wangu wa kamera kutoka Burundi, akasema hii mapua ni ya Kakamega hii. Konfirmia watu hii mapua si ya kwetu. Okay. Ni kufanana tu. Mnaweza kuwa wa Kakamega by the way. Mkikubali. Mimi nimetoka Burundi, Bujumbura. Yes. Naitwa Eric Sabu Mremi. Yes. A producer. Yeah. Audio producer. Yes, I'm a audio and video producer. Banga Music Production. Banga Records ni audio, na video ni Banga Pictures. Wow. Yes. Banga. Wow. Na utakuwa unatuambia tunakupata hapa, kwa sababu pia mimi kuna video kuna beautiful lady hapa Kenya anaitwa Kathy someone. Amenipigia simu akiniambia tufanye collab. Hiyo. Sasa lazima unione. Hapo lazima unione. Si mimi ndio naleta wimbo, Hata kama unaleta wimbo. Hapo lazima nikuone kando. Lazima unione kando. Ndio tufanye collab. Wow. Nikitaja Kathy ni kama lakini ni mzuri. Lakini hiyo ni idea mzuri. Si ndio? Unaona hii sauti yangu inaweza? Inaweza. Yangu. Lakini ukiimba nisikie kidogo ndio nitakubali. Wacha tu before show isha utasikia nimeachilia hapa maneno. Karibu sana mtumishi. Asante sana, nimeshukuru. Tutabonga sana kwa hii show kabla tunapoendelea. Now ladies and gentlemen, mmesikia alisema kwamba wakati amesema tu Kathy praise, alafu akasema nimesikia tu countenance ka change. Ni kama transfiguration in Christ. Akasema hapo lazima uniulize. Ladies and gentlemen, I want to bring you this woman of God. You love her. You've listened to her music. You sing her songs in your churches or in your car. Ukitembea hata ukioga unaimbanga tu nyimbo zake pale, and I'm telling you the truth. Kwa sababu nitakapomintroduce ataingia na wimbo wake tu chorus moja ile ambayo mnapenda sana. I want to bring all the way from Thawabu. Oyole. Thawabu Primary, akasema hataki kukaa mambo ya Nairobi, akaenda kule Larry Ark Primary School, akakuja pale Gatero Girls. Jesus Girls, akaenda Gatero Girls, alafu akaenda College of Insurance, akasema mambo ya kuinsure. Na akainsure kwamba Christ hatamwacha. I want to bring you a woman of God, a celebrated gospel minister in Eastern Central Africa. I want to bring one and only Kathy Praise. Karibu sana woman of God. Asante. Karibu sana. Nashukuru. Confirm kuna kitu hapo chairman amesema
na akasema wakati nimekutaja akashtuka. Akasema kabla tufanye nayo collab lazima nikuulize. Lazima nimuulize. Mbona kwa nini nipitie kwake na yeye ana produce muziki? He is the king. The only king on this world. Oh yes. Na mtatu confirm mnakutana aje? Unajua kuweka mtumishi wa Bwana. Unajua kuchukua mtumishi wa Bwana kama huyu na umwambie kwamba nataka sasa ukue mke. Hiyo kitu kuna mtu wangu wa kamera amejaribu ikamlemea. Kitu moja kama leo vile tu huko haukuzaliwa hivyo. Yes, kila kitu iko na stages. Wewe leo umemuita sababu namjua, sababu yeye ni kadri. Lakini niko sure kuna wakati mwingine mnaweza kuwa mlipitana tu hata huko mnamjua. Yes. Kabla nianze kuimba wimbo wake. So hapo ndio mimi nilikuwa na interest na yeye. Ngaraji unajua kusema na kuconfirm. Kadi. Ukweli kabisa. Sasa this is your king, huyu permanent wako. Huyu ni permanent wangu. Yaani uliaje tu wanyama wanyonyi Kinuzia, Otieno ukaamua tu Burundi ndio unaenda. Utakuwa mtu alitupako mstari. Sasa wao alikuja na malines. Wa Kenya tuko na mstari siku hizi wewe. Unachua huyu alikuja akaniambia sasa tata mimi nataka kuongea na wewe lakini kwanza nataka niombe. Niombe. Sasa hapo ndio nilistukia ni kama nimeenda kustakiwa. Kuomba. Waonyeshe picha. Nikachanganyikiwa kitoko. Ukasikia kuomba. Kachua hapa kuna a lot of seriousness. Kisikia mtu amekwambia acha niombe hii kitu. I've been praying for you and niko na interest na wewe, nataka kuongea na wewe. Na wakati alikuja hakuwa anauliza kudate, aligo straight to the point akaniambia mimi sitaki ku waste time yako. Mimi nataka kukuoa. Nilistuka prasa. Hapo ulikuwa ukujara mapia Kenya mkai wewe brate. I think ilikuwa aje? Nilikuwa namfukuza mara kadhaa. Alikuwa ananipata nikimaliza kufanya praise and worship, kulead praise and worship church, anakuja. Anajaribu kunisalimia na snob hivyo kidogo. Lakini kwa roho uko. Lakini nilikuwa na uoga pia. Inalingana na wakati sasa nilianza kuona huyu mtu atapitwa na yeye. Ni wakati niliona marafiki zangu wameona na chirinka sana. Na sikupali. Na wakaanza kushow interest na mimi nikakubali kuingia pause. I like it. Sasa nataka pause hapo. Nataka turudi hapo kwa hatuwezi fanya kazi hivi. Lazima tu confirm bwana. Unajua hii ni garage. Mimi nataka Eriko atuambie tu mara the first thing ile wade alikwambia kwanza, lakini before that ladies and gentlemen, tuko hapa sasa nataka tukaweze kupokea this great man here. Umesikia tu wimbo wake pale na listen now to the profile. All the way from Busibula, hata sijui wapi. Busibula Primary School, area fulani hapo tu Kenya. Kuna kanti inaitwa Kenya mnajua, huko area fulani. Alafu akakuja baba dogo, high school, Nairobi. Akaenda college Amboseli, huko akasomea fashion and design. I want to bring you a sixth born among 8 siblings, a married man, a gospel minister, a gospel musician, a fashion designer. I'm telling you the truth, and a father. I will bring you one and only Emmanuel Dimes. Karibu sana mtumishi. Asante sana. Kuna ile chorus hiyo nataka tupatie chorus kidogo ndio kabla turudi kwa Kath Praise a confirm yeye ndiye Kath Praise. Unajua kuna mtu bado ananitumia message ananiambia uko sure huyo ni Kath Praise na hajaimba hiyo wimbo wake. Twende hiyo. Okay. Usinyamaze Mungu, sema neno. Usinyamaze Baba, sema neno. Hallelujah. Usinyamaze Mungu, sema neno. Usinyamaze Baba, sema neno. Hallelujah. Ni neno lako moja tu ndio nangoja. Hata mimi. Ni neno lako moja tu nami nipone. Hallelujah. Wachia hapo, I feel like my heart is hallelujah. Kathi unajua hatuwezi acha hivi aimbe iende hivyo. Respond na usikiae maombi. Alafu ndio usikie mimi ndio next. Ati Eriko kama uimbange lazima utaimba kwa hiyo. Unaimba?
Perfect. Sasa twende kazi. Kathy, twende. Yupo Mungu mbinguni asikiaye maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni ayajibuye maombi yetu. Tunapoomba asikia anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Hallelujah. Usikie maombi, wewe ujibuye kwa moto. Bwana umwaminifu, usikie maombi, wewe ujibuye kwa moto. Bwana umwaminifu. Hallelujah. Kanisa, twende mbele za Bwana. Anza kutubu dhambi zako. Ulikula fare wenyewe last year, ukatusumbua sana mtandaoni. Inueni mikono juu. I love that song. Eriko, maze, you have to confirm that that song kwamba imeimbwa na your wife. Tupatie tu verse 1 hiyo wimbo. Hiyo wimbo tu. Ama chorus. Verse ikitoroka tunarudi kwa chorus. Yupo Mungu mbinguni asikiaye maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni ayajibuye maombi yetu. Tunapoomba asikia anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Wow. Beautiful. Tutakuwa tunakuja tena confirm ile ilikuwa song the first song, Kathy. You remember ile? Yes, chorus. Lakini kwacha tukija kwa Deno. Deno maze, unajua leo topic yetu ni relationships maze. Na unapata kwamba watu wengi hawajuangi ku maintain relationships. Kwa mfano mimi tunaweza kuwa mabesties, ndio? Lakini sasa niko na weakness. Na get. Na pia uko nayo. Lakini unapata sasa mtu hawezi differentiate kati ya hiyo weakness na vile na venye tunaweza saidiana. Unaona? Kwa mfano nimekukosea. Alafu sasa wewe unanikosea, unachukulia hiyo kitu sasa ni forever maze. We cannot mend this thing and then come together. Unaona? What is your take on that? Jambo la kwanza, kabla hujakuwa kuingiana uhusiano sana na mtu, unafaa umjue. Ni kujue unapenda kitu hii ama upendi. Number 2, relationship huwezi kuwa tu like mmekutana tu hivyo na mko na relationship, unaona? Lazima ujue huyu mtu. Biblia inasema two cannot walk together unless they agree. Kama tujakubaliana tuwezi kuwa marafiki. So lazima tukubaliane. Nijue wewe uko na hii weakness, mimi niko na hii. Na watu wengi wanataking advantage sana. Unaona, kama like huyu anapenda ukasirika, unaona anatumia hiyo sana ili ukasirike. So unafaa uelewe mwenzako sana, na unafaa umjue, na Mungu akupe hekima ya kutunza uhusiano. Wow. Mungu akupatie hekima kutunza uhusiano. Haya, tukuja hapa wenye relate sana na relate na wata relate for the next 100 years and above. Now, mtumishi wa Bwana Eric Sabu. Yes. Najua umeoa mtumishi. Wakati ambapo ulikuwa aliomoka, unaona kihuduma sasa akakuwa bwana million views zinakuja pale. Kuna time yenye ulikuwa na wazazi kusema sasa mke wangu jamani, akifika pale tunamhag mpaka yani unahag kuliko yani anahagiwa na watu 50. Ulikuwa na kawaswasi hivyo ukasema kia nani Mungu hapa nitaweza, ama how was it? To me it was a simple thing because ni tofauti. Nafikiria kitu kama hiyo inaweza tisha mtu ambayo hamuko area moja ama career yenu ni tofauti. Sababu uimbaji na uelewa
niko hiyo area. So kwangu haikuwa tisho, kwangu ilikuwa furaha. Yeah, kwangu ilikuwa furaha. Alafu kitu kingine naweza sema trust ni kitu una build. Na ni wote niseme kutoamini mtu ni kitu kama virus. Hiyo virus kiwa imeshaingia itakuwa ngumu kutoka. Lakini wakati wote kama umekuwa mwaminifu, hata mkiendelea hata hizo millions za followers na views zikikuja, hauna shida yote. So kwangu si kuwa na shida, sababu ilikuwa maombi yangu ama producer. Ni vizuri wakati umefanya kitu na ime succeed, utasikia vizuri. So hapo niweza jicontradict kidogo, nikienda tutengeneze muziki alafu baadaye nikuje niombee siendelee. Unaona hapo ni kuna confusion kidogo. Yeah, so kwangu si kuwa na shida yote. Kitu kingine kwetu hatujai studiwa na fame ama hiyo kuwa celebrity. Hiyo hajai itushtua juu tukiwa kwa nyumba sisi ni familia. Yeah. Hiyo ni nyinyi mnaona. Sisi ndio yeye ndiye celeb. Wewe kwako yeye ni sweetheart. Mpama. Yeah. Mpapa. Wow. Mtazamaji, sasa umetuona tuko hapa sasa na tunataka tukaweza kuchukua break. Alafu tunapokuja tutakuwa tunaendelea, nataka tujue how to maintain relationships, kwa sababu especially wa Kenyan wanaharibu relationship sana. Tunaharibu relationship. Mtu akishajua huyu, alafu sasa anaachana na yeye na huyo ndiye alimsaidia kufika mahali pale. So we shall be talking about relationships, how to maintain, how to identify and how to balance. Kwa hivyo Mihona Kenyanize is my name na hii ni Life Garage. Na tuko hapa Kathy Praise and the husband, tuko na Emmanuel, Dennis na kuna guest mwingine ambaye amegwama hapo chini kwanza kwa parking, anakuja. Kabla iendelee, please do subscribe. Please, before even you continue watching, subscribe and leave a comment, and God will bless you so much. So kuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Hallelujah. Director hataki kutuonyesha, lakini ni sawa tu, yote tunashukuru Mungu. Karibu tena mtazamaji wetu wa Life Garage, tuko hapa. I love that song. I love that song. I love that song. Hiyo ndio wimbo mimi nilikuwa nasikia. I used to think you are Tanzanian. Sasa unajua mimi ni Mburundi. Burundi kazi. Waacha kutoroka. Kabla uadoptiwe. I love that song. Alafu kuna siku moja tulikuwa Kenya Cinema. Sasa ulikuwa umekaribishwa pale. Sasa unaimba pale. Hapo ulikuwa umekaribishwa pale kwa Pastor T pale. Kwa gathering hapo. Yeah. Sasa nikasikia nikasema, guest minister Kathy Praise. Nikasema sasa leo lazima nione mtumishi live hivi. Nikakuja nikakusalimia, nikatoroka, nikasema Mungu babake. Siku moja. Tutapatana yako tu. I like it. Hiyo wimbo ilitoka wapi by the way? Did it come through prayer ama through ilikuwaje? It came through prayer. But it was a season where our second born brother had taken poison. Alikuwa amekunywa dawa mingi sana za panya. Ajitoe uhai. Rat poison. Ajitoe uhai. Na Mungu akamhurumia, akakufa. Akasaidia kwa uhai. Yeah. Anatukuza Mungu. Yeah, so it was a song of thanksgiving and adoration during that season. Na wakati ambao niliandika wimbo, hata sikuwa naenda studio ati ni release, sijui nikiwa na ile mind nataka kuwa mwimbaji. Nilikuwa tu sasa hii wimbo si niende tu ni record nijisikiange. So in fact releasing na nikapeleka tu one radio station yenye ilikuwa asikiza Hope FM. Na nikarudi home. So wimbo ikanitangulia, wimbo ikakuwa kubwa, hata sijui watu sijui nikialikwa mahali naogopa. Sikuwa najua kunaendanga aje.
But I thank God for that peace and that sound, because it has really blessed a lot of people. Yeah. Wow. Napenda wimbo sana. Now, we are talking about relationships na nataka tuangazie balancing relationships za huduma na marafiki, because general friends, ministry. Tuanze na huduma. Maybe nikikuuliza, unajua kuna ile umeitwa kwenda kuhudumu. Yes. Ndio? Yeah. Ukifika mahali pale, sasa kuna people who think you are not human. Kama yani unaona, yani wakikuona mpaka kuna mtu mwingine mpaka unaona venye ana react, unaona huyu kweli ni kama anaona kama mimi si kama yeye. Hadi wanakusalimia na wanasalimia kana kwamba you are not like a human being. Yeah. Sasa akichukua namba. Anachukua namba kwa mfano ama hiyo ile communication. Alafu anataka venye amechukua hiyo namba aanze kukuongelesha asifu nyinyi mmejuana 17 years. Tusaidie hapo, kwa sababu kuna watu wanakuanga na hiyo shida, ama they really don't know how to balance, ama they really don't know that relationship is built from time that you spend and hiyo mambo yote. To anyone. Maybe it was mentorship. And you see, if you're mentoring a person, you also need to have a lot of grace. Yeah. Kwa sababu pia ule mtu anakuja na hajamachua hivyo vile una expect atielewe uko busy, ama elewe anajua ako na ile hype, ako na ile excitement. Sasa nimepatana na yeye, nimepatia namba, nataka kumuongelesha, nataka kushinda nikimchat. Wengine unaelewa, unaweza tu kurespond as many times kama uko na muda. Lakini kuna wengine pia ni amechukua namba but ana abuse. Yes. God pia anakupatia grace ya vile utadeal na hiyo. Kwanza tuanza kwa abuse. Peana mifano za kwa abuse, wale watu ambao unapea namba, umempatia tu kukusaidia, lakini sasa venye wana abuse. Unaweza pata mtu maybe mmepatana church but zile message anakuandikia si message zinaenda. Inaweza kama ni a very wrong message imeingia kwako. Jili wengine wanakuwa immoral. I'll be very honest, because I'm a lady. Yes. Unapata mwingine anago immoral. If you go that direction, I will not even caution you, I will block you. Because it means you know what you're doing and you know who you're talking to. We are not on the same page. So you're not the person, a kind of a person unatafuta help, ama guidance, unataka kuni corrupt mimi. So I will not give you that opportunity to do that. Yeah. Wow. Tafadhali wa Kenya wenzangu ambao mnatazama, ukipata namba ya mtumishi wa Bwana kama huyu, mambo ya kumwongelesha ile mambo mengine hapana. Hapa tu ni hallelujah, wibo, hallelujah, huduma, mentorship, ndio? Yes, or even prayer. If you're going through something, you want me to counsel you, I will do it wholeheartedly. I will pray with you. I will walk with you. If you want me to meet you, I will meet you. We will pray together. Because there are moments, I've met so many people personally, and he knows that I've met ladies that come to me that are so broken. Unapata mwingine kama haungemuona angecommit suicide. Sasa ni wewe ungeulizwa, Jili, you are the first person that could have offered hope to that soul. Isiangamie. Unapata mwingine ako so deep into depression, amefika mwisho. Kama kuna mwingine alinipigianga very early in the morning akaniambia, Kathy, nilikuwa nimesema nimejaribu kupigia waimbaji wengi na nikaambia Mungu, nimeshika dawa sahi mahali niko. Wewe ndio wa mwisho, nikipigia simu usiposhika najua Mungu ana haja na mimi na kunywa nikufe. Sina I helped that girl. I talked with her, I prayed with her, and she was able to get a job. She was restored. She had gone through rejection in her family. Amefukuzwa nyumbani, ajue aende wapi. Umeona? So, and it's a person that was serving God on the altar. So, amechukua namba, vile tunaweka namba zetu online. Amepigia, nitatumia nyinyi, amepigia huyo hajashika, amepigia Eric hajashika, amepigia Mihona hajashika. So anaenda akijaribu mwenye atashika aone kama atampatia nini hope. She was not looking for money, she was not looking for anything. Just someone to assure her that God loves you, don't take your life, God cares, it is well, and with to pray with them. Wow. And let me tell you, today she works in Cooperative Bank. She called me and told me I got a job. In 1 week she was called, she was given a job. Because that time she was being given alikuwa anapatiwa options. Uoe mtu wa 60 years ama umekuwa disowned completely. So the only thing amefukuzwa nyumbani kila kitu. Na ujue huyu mtu sasa atafanya nini? Na ako only 19 or 20.
So alikuwa anaona kuna haja kama nyumbani nimefukuzwa na option ni hii, fadhali nikufe. So that time kama singeshika hiyo simu kwa sababu sijui nani ananipigia, ningepoteza huyo dada. Na ningeulizwa. Siku ya kiyama naulizwa. So also God has given us a spirit of discernment. Whereby you're able to discern, is this brother genuine? You understand? What is he looking for? I'll be able to know. Huyu kuna vitu zingine anataka apart from just see mentorship, see counseling, because now if you come to me, most of the time I will send you first to him. Or else I will meet you in the office. I will ask him, are you very busy? I want to meet someone. I will meet you in his with him in his presence, so that we get to understand how do you want us to help you. We have met so many people. I've met people when I'm ministering, ni vijana, na namsaidia na namtuma kwake, na unapata mpaka amemwelewa, amemsponsor mpaka music na ameanza kutembea naye. But unapata maybe agenda yake haikuwa asaidiwe hivyo. Kumbe kuna vile alikuwa ataka ni mimi personally nikuwe nikitembea na nini. So unaona sasa you need a lot of wisdom on how you're dealing with people. Wow. Yeah. Rico nakuja kwako tu sahi. Wacha tukuja hapa kwa Emmanuel. Maze kwa the same tu hapo kwa penye tu mtumishi anasema hapo kuhusu wale watu wanapiganga simu. Wewe una dealing naye aje hapo? Mafans ama followers? Wengi tofauti. Pengine mwingine ameniona kwa stage jinsi nimehudumu ikambariki, anachukua namba. Lakini ile mentality yake sio ya kuhusu music, ama kuna sisi sema hata kuhusu music. Kuna wengine wajui ku approach, unaona? Na kuna kile ambacho inaitwa venye wamesema hekima, unaona? Jinsi ya ku handle issues kama hizo. Unapata maybe mtu umempea namba yako, anakutext hello, unamjibu hello tena kesho hello, yani akuambii kitu anataka. Sasa unashindwa watu kumbe hadi wewe unapata hata Facebook ni hello hi. Sasa kitu the next thing kama hujamjibu utaanza karibu jina, nani ana kiburi, nani ajibu ana madharau. Lakini kitu najua ya kwanza ya kwamba mtu kama najua wanatuona na tusikiza, ukiona mtu kama mhuduma ambao amekubariki, na angalia jinsi ya kufuata kumuingilia. Usikue tu yule saa zingine unapata mtu anakupigia simu usiku. Ati hello, Bwana Yesu asifiwe, nilikuwa nataka kukusalimia tu, na nakupigia late hours. Unaona? Wengine wanakupigia na saa hizo niko kwa mashine na shona. Unaona? Kama sio kwa madhabahu, mimi niko kazi. Na shona na saa hizo anakupigia. Hata kukuambia ile kitu ya maana. Usiposhika simu anaona huyu ana kiburi ama hivi na hivi. Wengine anaenda hapo na kutusi. Una kiburi, unaringa na hakuna mahali umefika. Unaona vitu kama hizo tunakutana nayo, lakini tunaomba tu Mungu atupe neema. Na sitaki sana kusema ati wale pia ni wabaya. Unapata hata kuna waimbaji wengine pia wana kiburi. Wana kiburi sana. Kama mimi nikianza muziki sikuwa nimejua mambo za muziki, jinsi wanaenda kwa studio nzuri nini. Nikaona mwimbaji fulani ambao ameinuka sana, so nikajaribu niende kwake akusaidie, nisaidie. Wakati nilifika pale akafunga kiagari. So unapata ile kitu, hata sisi waimbaji vitu ambao tunafanya si poa. So mimi nikaenda pale nikachukua namba yake ya simu kwa CD, nikaikram, kufika kwa nyumba nikaipiga. The way ali respond haikunifurahisha. So unajua niseme like sisi binadamu, sitaki kuweka kama waimbaji ama mafans nini. Sisi kama binadamu kuna mahali Mungu ameweka watu tofauti, kiwango tofauti. Kuna mwingine kwa madhabahu, kuna mwingine ni polisi, kuna mwingine nini. Usichukulie tu yani mtu usimuone kama yafai. Unajua sisi waimbaji huwa tunaona tukisimama kwenye madhabahu, wakati watu wanakusifu, watu wanakuinua, wanakushangilia, unachukua ile utukufu inakuwa kama yako. Unaona mimi ni muweza, mimi ndio nafaa. Mimi unapata kitu kama hiyo, unaona kama wale unaona kama sifu ni takataka. Na kitu tunafaa tujue ya kwamba hao mafollowers, hao mafans ndio wanatuinua. Kama sio wao kusikiza nyimbo zetu hatuwezi kusikika. Kama sio wao kuchukua sikiza kodi zetu hatuwezi tajirika. Ni wao ndio sasa maboss zetu. Tunafaa tuangalie jinsi pia kwa handle. Kubalance. Asante. Wow. Thank you very much. Na mtumishi wa Bwana Eric. Yes. Tuko hapa na kitu yenye your wife ameraise, ambaye ameraise kitu ya maana sana. Tutazungumzia ndio tukuja kwa ya Dennis. How to handle mtu mwenye ako mbele yako ama mtu mwenye ako kwa limelight. Nataka tusaidie because kuna watu wenye hawajui.
kuna mtu anaweza anakupigia simu kama venye Dennis amesema the odd hours saa 4 alafu anakuambia hi Kathy ama hi Dennis ni kukusalimia tu saa 4 usiku. Tusaidie hao watu, what are they supposed to do, when are they supposed to call, how na wanazungumza namna gani, tuwasaidie ndio wasimess tena. Okay, first I think maturity is very key. Kuna kitu wewe unaweza niongelesha, sababu nikikuangalia naona uko na ring kwa mkono. Niko na chuma. Yes, na kuna mwingine anaweza niongelesha kama hana hiyo. Nisiwa treat the same. Okay, so sorry na sometimes naongea kama ni parables. Uko tu sawa. Lakini niko sawa. Hata hizo alitumia parables. Nafikiria wakati ambapo una handle issue ama wakati una handle watu tofauti, unaangalia ni huyu mtu wa aina gani, sababu vile amesema hizo mahai unazipata kwa wingi. Mtu unashindwa hi hana message, hakuna kitu yote anakuambia. Lakini kitu mimi nafanya mara kwanza naenda kwa profile yake naangalia ni mtu wa aina gani, vitu zenye ana post, umri gani, hata kama hajaweka miaka yake hapo, vitu zenye ana post, sura yake inaweza nionyesha huyo ni mtu wako na miaka ngapi, ni nini ana post. Mtu anaweza weka hapo profile picha si yake, ama ameweka hata gari, ama ameweka celebrity, ameweka kama Kathy Praise hapo, lakini naangalia ni vitu gani ana post. Naangalia ni vitu sasa hapo nitajua namna ya kumhandle. Kitu ambacho naweza sema especially watu kama kina Kathy, kama Emmanuel, I think ndio mature, they are mature people. Wakati huyo mtu, kuna wakati unajua maturity ni kitu inakuja kwa muda. Kuna wakati unaweza treat vibaya wakati akona na hiyo kutojua kutokana na level yake wakati huo. Lakini mwaka ingine anaweza kuwa amemachua. So I think ni vizuri kumtreat vizuri wakati ambapo atajijua. I think kuna wakati unaweza angalia kama vile ulikuwa unavaa miaka iliyopita, unaangalia yenyewe hapa nilikuwa mshamba. Na ukiangalia ukicompare na saa hii, unaona wakati huo ulikuwa mshamba. So hata watu watakuwa na walikuwa zama za kale na wataendelea kuwa, hawatakosa kuwa, sababu kama leo mimi nitatumia lugha gani, kama leo mimi si mature enough, haimaanishi next year sitakuwa, unaweza kuwa umegrow sasa, unaweza kuwa nimegrow. Na vile Emmanuel atanitreat, inaweza nisaidia ni mature. So I think kibarua kubwa iko kwa the maturity ya huyo. Hao ndio sisi ndio tuko na kibarua. Lakini kitu kingine ni vizuri kudesign mtu wa aina gani unaongea. Ndio maana mimi mtu akiniekea hata ako kahai, lazima nichunguze nijue ni nani. Juu unaweza anakaaje. So ndio ignorance si kitu mzuri. Wow. Yeah. Kathy. Yes. Tuko na hawa watu ambao wako high na wa kwanza kukupigia simu all the time. Nataka tuwasaidie tu sahi. Tumalizana na hiyo topic once, tuende next. How are they supposed to approach, or any one of us, how do you approach someone who is ahead of you? Ama mtu mwenye ni great, ama mtu mwenye ayuko kwa hiyo level yako, ako kwa hiyo level next. Kila mtu ako na mtu mwenye ako na level next. Hata President Ruto ako na mtu ako juu yake by fast, ndio? How do we supposed to treat, how is supposed to treat hawa watu wenye ako juu yetu, ama people we look up to, vile tunaongea na hivi zote? I think you need to approach them with a lot of humility and a lot of respect.
and at the same time you need to when you are addressing something, if you are writing them a message, you need to go straight to the point. Hi, my name is Kathy. I would like to inquire whether we can meet up with you. I'm a fan of your music. You bless me so much. I would really love that we do a song together. Now I'm writing to Emmanuel, right? So Emmanuel will see that message na aone, ni Kathy, yes. Unaona hata kama ni mke wake amefungua hiyo message, it's not something atamwambia kuna message yako nimesoma, jili itamuonyesha kuna message pending mtu akifungua, unaona? There's someone asking this and that. So si ile hi ama unaanza kuna zile lugha pia watu wanatumia ambazo si mzuri. So afadhali uende straight to the point so that even the person or the need you have itafanya nini? Itasikika na ataiona na ataweza kukujibu. Yeah. So hapo kwa mtazamaji yafaa shike, when you say hi, I think the best thing to use, you can either say praise God ama useme good morning, but it is still good. Ama I also whatever find it is. a lot of hi and I respond hi too. So I wait, what else are they going to say? And most atasema tena hi ingine. akisema hi ingine namwambia shalom ama praise the Lord. How can I help you? Mwingine anakuambia hi cutie ama hi handsome. Huyo ni msichana anamwambia hi. Sasa huyo anakuambia hivyo, hata mimi kuna zile napata na unaangalia unaona ni mbaba amekomaa, kuna heshima kabisa, na mtu anakuandikia hi babe. Hi babe. Hi darling. Huyo unaenda hapo unafinya block. Na unaendelea na life. Jiliu mtu kabla kuja kwa inbox yako ameona wewe ni nani, unafanya nini. Ni kumaanisha nia yake ni kukuchafua. Nia yake, yani ni wale wanakuja, unaona ukirespond hapo hata umwambie praise the Lord. Already mtu ni mtu anaweza hata screenshot hiyo na aseme we are in a relationship. Ukweli. Unaona? Your response, hata ukisema, hata utumie jina gani, huyu mtu anaweza kukuharibia hata nyumba. Huyu mtu anaweza kukupaka matope. Huyu mtu hakuna kitu anatafuta kwako ya kukujenga. Ni mtu ako na nia mbaya. So that is number one signal. Unaona mtu amekuja kwa inbox yako anakuandikia ati sasa mresh. Hiyo naona hiyo ni kuzoeana sana na haunijui. So I don't think there is anything unatafuta hapa itakusaidia. Yeah. So mtu akikuja kwa inbox ya mtu yote tu, you are speaking to, want to speak to anyone. Yes. I think venye vile ambavyo Kathy anasema kwamba kama unaweza avoid hiyo hi itakuwa mzuri sana. Just say praise the Lord, ama kama wewe hizo good morning ama good afternoon, ama hello. Alafu usingoje tena reply hello ndio uendelee. Yes. Hi ama whatever you are saying. My name is Wen. So introduce yourself and go straight to the point. Sema kwa message moja. Usingoje juu. Yes. How many unajua for example mtumishi. Yes. Ukienda kwa inbox yako tu kwa mfano after a week, unapata zinaweza kuwa kama ngapi? Ndio so that I explain the point ambayo nataka kusema. How many inbox messages do you receive? I have a lot. Sometimes I have 30 in a day. So in a week 30 in a day times 7 150. Hi na hizo zote. Utarespond gani? Okay, tuseme umerespond. Umerespond kwa hi. Yes. Tena alafu tena ukuje how are you doing? Surely unataka tena kuja tena how are you doing, tena aseme I'm doing well. Na niziko 150. Tena mwingine ongelea hapa. Tena mwingine anajibu me too. Sasa mmeanza conversation. Nakumbuka wewe si mtu mnajuana, mnaelekea hapi na hii conversation. So I'd prefer if I'm looking for the producer, ask him, hi, are you producer Banga Records? Already umeshaona pale, muulize I wanted to know the directions or I wanted to know the rates, blah blah blah. Can I come and see? Do you allow people to visit? Go straight to the point so that when this person is coming back to you anaona hata ni mtu serious. Lakini pia nitatetea watu wa hai. Haina shida, tuko Acha niwatetee tafadhali, kwa sababu kuna mwingine kuna watu ni wengi wako social media na amekutafuta muda mrefu na ajui atakupata aje. Hata akishafika kwa hiyo page ya Emmanuel anatitemeka, anashangaa ni yule Emmanuel niliona ile kesha kulikuwa kumejaa na singemfikia. Leo ndio hii page yake. Ndio nijue kama ni yeye, acha kwanza niandike hai nione vile ata respond. So I will say it is not good to ignore, it is good to respond. Uone mahali inaenda. Ukiona sasa imepita mahali, jilipia uwezi kusomea mtu kwa inbox yako. Kuna wengine pia wanakuanga damaged. Unaona mtu ako hurt, ako wounded. So ana bleed on you na siwe ulimhurt. Na unaweza pia ukaofa healing bila kujua. So vile pia utahandle ina matter sana. Yeah.
Mi jambo nataka kusema kuhusu hao watu wa Mahai. Kuna time ndio wengi Mahai mlitoa wapi? Kuna time tuko walishare walini interview. So venye wali interview ikaenda viral, ikaenda mali, ilienda like Kenya yote. So watu walinipigia simu wengi. Unajua kuna zingine unaweza ignore. Kuna zingine by then nilipata help. Kuna lady alitoka Canada akaniita akaniambia Emmanuel nataka, alinitumia tu message, hi Emmanuel, nikamwambia hi too. I want to meet you at Koinange Street. Na jina Koinange venye nimeisikia. Ngoja nikunywe maji kwanza. Jina Koinange venye nimesikiza. K Street. Aya nikasema Koinange Street kaanza kujudge. Nikaanza kujudge. So wife ndiye akaniambia enda tu maybe haujui ni nini anataka kuambia. So nilienda by the way niliogopa. Kwa na confidence. Ngoja nipigie makofi. Wife Emmanuel Yesu anakupenda. Ni mhuduma, ni mwimbaji. So venye nilitoka. Lakini hapo alikuwa ameona in the spirit. Alikuwa ameachilia moto prasa. Mimi by then niliogopa. Lakini wewe anakuambia enda. Kushuka town nikasema tu acha niende. Sijui akani direct kuja Kencom hivi na hivi. Ukifika hapo Koinange Street utaona hizo mabuilding. So mimi mind yangu ilikuwa huyu ni kama wale wasichana wanafanya kwa street, anaona story yangu maybe ikamtouch na nataka achukue hiyo advantage. So nikaenda nikachungulia hivi. So akaniambia kuja huko nyuma na kuona. So mimi nikaenda, by then nilikuwa nimeogopa. Nikasema kusikia stories zao wasichana wanafanya parking niliogopa. Juu nimeisikia story yao. So kwenda nikamuona amesimama. Akaniambia ayue Emmanuel, nikamwambia ni mimi. Kwenda kaniambia alibeba bags mbili hivi kubwa, zile Nigeria bag huku na huko. Kaniambia your testimony ilinitouch sana na uombe Mungu sana. Kaniambia enda ujisaidie na hizi. Akaniuliza unafanya fashion design, unatumia machine gani? Kaniambia manual. Kaniambia how much is electric machine? Kamwambia new one in range 50 to 60,000. Akaniuliza na nikamwambia second hand 25. Kaniambia no, nataka nikunulie juu nilijua hizi fika pale. Akanihesabia hapo 60,000 akanipea 60,000. 60k akanipatia na pesa ya gari ambayo inaenda kubeba hiyo machine na hizo Nigeria bag mbili. So kwenda nilikuwa na wasiwasi kwa moyo wangu, nikasema na huyu utaitwa tena lakini siko sure. Ni kiasi kiumana. Sasa wife akanitext akaniuliza umempata? Nikamwambia though amenipea vitu kwa bag hapa lakini sasa mimi mind yangu inaniambia maybe huyu amechoka na vitu zake zimemtesa, ama maybe nao siana wako inanga maybe mtu ametoa mimba akia kwa bag uende wende mtupie. Sikufungua. So kufia kwa nyumba nikaeka hizo vitu chini. Niliogopa, nikamwambia wife mimi siwezi fungua. Akaombea kazifungua. Kufunga nikapata vitu za boutique zimejazana hapo kwa bag. Nikasema huyo mama kumpigia simu tena sikumpata. Ilienda hivyo. So ikachukua tena 3 months ndio akarudi akanipigia. Kaniambia nirudi Dubai na tena nimerudi tena. Anataka kuja kwa shop. Na hivyo ndio nilimleta. So tena kuna mwingine akanipigia simu. Sasa unajua nikakuwa na ile mentality. Huyu naye kuniita akaniita by the way she was a lady. Nikaenda hadi kwake. Akaniambia vitu mingi, akona pesa, akona magari. Vitu nataka ni tofauti na ule. Sio hata mambo na music, mambo na nini. Yeye anataka mpige story watu wawili. Sasa unaona vitu kama hizo. Watch movie. I can promote you, I can do this and this. Sasa unaona vitu kama hizo. Nikaona ndio maana unaona saa zingine vitu zingine unaweza ignore na ikusaidia na saa zingine nini. I like that nini hiyo ikiwa combine yote. Nataka how do we Emmanuel, kuna mtu mwenye amesema na wewe mazi, si ndio? Na kuna watu huwa tunasahau kama binadamu. Mtu alisimama na wewe, mtu alikusupport, mtu alikutoka naye chini, lakini wakati ambapo anafika level fulani, maybe ulimsaidia, ulimshika mkono kabisa, lakini wakati anaomoka mazi anakulenga mazi. Tunasema ukisaidia mtu usiexpect ya kwamba pia yatafanya nini, atakusaidia mbeleni, ama hiyo isikuwe expectation yako sana kwa kumsaidia. Wewe msaidie tu, maana haujui ya kesho.
maybe Mungu atakufungulia njia more than hiyo. Na kitu ya pili, ukisaidiwa pia usikue unasahau sana wale ambao wamekusaidia. Wale ambao walianza na wewe ukiwa pale chini. Wakumbuke na ujifunze ku appreciate. Unaweza nisaidia saa hii na mbeleni Mungu anisaidie nikiwe juu. Si ati nisipokupatia pesa ama kutumia pesa ndio nini. Natengeneza tu ile uhusiano ya salamu, kukujulia tu hali unaendeleaje, uko aje. Saa zingine na kuinvite hata kwangu ama anakuja kwako na kutembelea. Hiyo ni kutengeneza uhusiano. Kutengeneza uhusiano, which is very important. Wacha tukuje kwa chairman kwanza. Mkubwa Eric, Yes. Tuko hapa na people wale ambao wanaona relationship, maybe wanaona unajuana na maybe tunajuana na wewe. Si ndio? So ama unajuana na Kathy. Lao si wanaona kama huyu Kathy tumejuana tu na yeye siku moja. They don't know that this relationship has been built. Imekuwa time. Tumekuwa tukikutana, tukiongea, tukipanga mambo zetu. So wakati ambapo anaweza mpigia simu akose kushika na mimi nipigie ashike, anaanza kusema ani madharau. Importance ya kubuild relationship, ku offer time yako ndio kubuild hiyo relationship, ndio nataka tuzungumzie kidogo. Kitu cha kwanza naweza sema relationship ni kitu inachukua muda. Wacha tuseme kipesa. Yes. Pesa ni mfano mzuri sana. Na Wakenya wanaelewa hapo. Leo tunaweza patana na mtu aniambia kuna njaa. Sitamuelewa sababu simjui. Ama nitampea kiwango kidogo cha time. Sababu kila kitu inachukua muda. Lakini kuna ule ambayo unajua mmekuwa na yeye, unamjua akiwa amekasirika, unamjua akiwa kusawa, akiwa na kakiru na kama ana akiwa na kitu ama so huyo utamuelewa sababu unamjua kwa muda. So urafiki ni kitu nachukua ni kitu nachukua. Watu wengine wamekuwa hurt na binadamu tu. So kwa accept ama trust itachukua. Kuna mwingine unasikia vile nimefanyiwa na fulani sitawahi amini mtu. So unaweza kutana ni mtu kama huyo. So inachukua muda ndio mtu akujue, ndio mtu akuamini. So na mostly naweza sema kwa watu wawili, relationship ya watu wawili, kuna mmoja na benefit most na kuna mwingine na benefits. So hizo behavior mbili kuna vile zinafaa kuwa. Wakati unajua tuseme for example mimi ni producer, wewe ni mwimbaji. Ukitaka relationship na si business tunafanya. Waimbi wamefikiwa. Ni mfano na peana. Hiyo mfano tunasema tumefikiwa sisi. So nitajua kama ni urafiki unataka, nitajua huyu mtu kwanza sio biashara nataka. Kama sio biashara tunafanya na yeye ni urafiki. Ni urafiki wa aina gani utakuwa kwa producer na muimbaji, unaelewa? So kuna yule ata benefit kwa hiyo relationship. So ukijua unataka kwa hiyo relationship ni wewe unataka kubenefit zaidi, unahitaji kuwa patient. Uvumilivu, sababu kuna wakati unatafuta mtu ndiye anajaribu kujua wewe ni nani. So kwa hizo mbili lazima uweke kwa ratili ujue ni nani ana benefit kwa hiyo relationship ama ni nani hata benefit. Kama ni mimi na benefit the most, ni mimi nitakuwa na uvumilivu na ni mimi nitakuwa na subira, ni mimi nitafanya viwezekanavyo ndivyo nikuwe trusted. Lakini kwa kuna
kuna wakati mwingine unakutana mtu, tuseme nipeane mfano kwa Emmanuel, naweza muona wewe manza kabisa umetulia tulituli. So ni vizuri hata kujua huyo mtu ni wa aina gani. So wewe unaona umeongea mingi, zile zinahitajika na zile hazihitajiki, yeye amenyamaza tu, amekujibu moja. So first jua mtu personality yake. Unaona yake. Kama mimi unaona mimi na Kathy, sisi ni watu wa pole. Unaona? Si ndio? Sisi tuko pole. Sisi ni watu wa pole sana. Sisi watu wa pole. Hata hatunanga uchokozi. Hata tuongeangi sana, si ndio? Okay. Sisi ni wale wa hai tu. Hai tu. Unaona kama mimi na Kathy tuwezi piga kelele. Hamwezi piga kelele. Sisi tunatukana tumetulia. Tumeona tu. Umeelewa? Tumetulia. Speaking of the same Kathy, let's just talk about it because I'm a raise. Personality. Kuna mtu wenyewe anabonga, anaongea. Na kuna mtu mwingine haongei. So unapata mtu mwenye anaongeanga sana, akiwa na mtu mwenye haongei, sasa huyo akona madhara. Wewe sasa ukiona hiki. Na hizi stories za hiki, huyo personality yake ni different na huyo mwingine. And we should understand. That's why nashukuru sana umeraise your point. Personality, kuelewa kwamba kuna mtu mwenye anaongeanga sana na kuna mtu mwenye haongei sana. Si hata alichagua aongee sana, si ndio? Mtumishi, juu mimi na yeye tuongeange sana, tafadhali tetea watu wenye sisi hatu. Watu wenye waongeangi sana kama sisi. Kama sisi. Hatufai kuharakishwa sana na wale ambao wanaongea sana kama hawa. Watu elewe. Akina Emmanuel wanaongea sana. Sisi tu wapole tu. Hatuna upaya na mtu. Ni maumbile. Ni maumbile na tunashukuru Mungu. So mnatuvumilia. Mtuvumilieni. Nyinyi ndio mnafaa kutuelewa. Kiona umeongea 10 nimekujibu 3. Jua sijavunja mawasiliano. Bado iko. Tuelewe hivyo. Tafadhali Emmanuel. Okay. Kuna personalities, yani kuna si ati unaona kama mimi venye niko hivi. Si ati nilienda nikasoma ndio nikakuwa hivi. Ama nilienda ati influence. Yani mimi niliamka tu nika niko hivi, unajua. Niliamuka tu hivi kutoka kwa tumba mama yangu. Hata nakumbuka ile siku nilizaliwa, niliongea nikamwambia, "Hey mama, Kai, mbona hakuna lunch hapa?" Unajua. So alafu sasa msee anaweza ni judge, sasa mbona naongeanga hivi. Unajua. Okay. Mi kitu naweza sema kwa mtu unaweza pata mtu mwingine anaongea sana, mwingine haongei, ama mwingine ni mkali, mwingine ni mpole. Kuhusu relationship, kitu jambo inafanyikanga sana. Ni unapata maybe saizi ni marafiki. Na wewe unaongea sana, mimi ni mpole. Kitu itatu maintain, maybe kuna kitu na benefit kwako, lakini navumilia hiyo kuongea kwako sana. Maybe uko na pesa, unanisaidia sana. But ama nakuombeanga. Ama unaniombeanga. Hatuseme sasa zile vitu inaonekana physically. Kama pesa, maybe wewe ni uko na gari, unakuwa unanipatia lift ama unanisaidia na gari yako, vitu kama hizo. Mimi nakaa na wewe juu na benefit kwako, nasaidika kwako. Lakini si ati nafurahia hiyo kuongea kwako sana. So unapata the moment nitafaidika kukuliko nitatoka. Na hiyo ikae sasa. Sasa utapata like niseme venye alisema producer. Mimi naenda kwake juu aniproduce song. Sina pesa. Niproduce wimbo. Na wakati na produce wimbo si ananiproduce free. Unapata niko kwake hapo si marafiki, lakini najua hiyo weaknesses yake na nimenyamazia. The moment nitamoka kama nitapata pesa ama nitainuka, na kimbia naenda kwa studio nzuri, naanza kumchafulia jina. Alikuanga hivi, yule anaongeanga mingi, yule anaongeanga vitu make sense. Unaona vitu kama hizo. Watu wajui kumnini. Sasa kama umenisaidia, nikiinuka kama nikipata greener pasture, nisikusahau ama nisikuongelea mabaya. Nizidi tu kukupenda. Yeah. Kathy, in 1 minute. 1 minute, ndio? Yes. Importance ya kuna mtu tumekutana na mtu, ndio? Yeah. Alafu sasa huyo mtu, kwa mfano mimi na Deno, hatuelewani. Yes. So mimi nakuja na nataka pia wewe umchukie. Juu pia mimi unajua tuelewani. Deno, unaenda kwake kwa produce muziki. Huyo mtu ni fake kabisa. Sasa unapata wewe hujakosana na yeye. Juu hata yeye alikusaidia last week. Lakini mimi nataka nikuingize box. Kuingize box. Juu chukie Deno just because mimi na yeye tuelewani. Mimi naweza sema don't be
don't be easily influenced na mtu wa kuambiwa maneno na mtu ati Dennis alisema alifanya ama Dennis anakuanga. Sasa jili umeniambia Kenya alikufanyia hata kama ni ukweli, si mimi alifanyia hivyo. Na utalesi kwe ni kitu against Christianity, ni vitu zingine ambazo hatuwezi ongea kama Wakristo. Hiyo utakuwa umenicaution na utakuwa umenisaidia. Lakini hiyo ingine ukuja kuambiana, that is gossip. Which is not right. As a believer, I believe ni rafiki Mkristo. Because kama si Mkristo pia wewe mnavurutana mkienda wapi? Two can never work together. Unless they agree. Jili either atakuinfluence ukue kama yeye. Na sisemi ati hao marafiki wenye wajui Mungu ni wabaya, but kuna wale unaona anakuletea all the time, anakuja na ubaya wa mtu. Huyo ni mtu atakucorrupt. Hata pia ataambia mtu ubaya wako. Ataenda ambia mtu ubaya wako. Mbona wewe sasa, mimi rafiki yako na wewe tumekosana naye. Tumependana, mbona ukue rafiki ya adui yangu? Hata mimi sitakuwa safe. Lakini sasa unajua mimi si kuwa hapo mki. It's all about maturity. I will give you an example with him. He deals with a lot of people in his office as a producer. And a lot of them are my friends. Unaona? Wakafika mahali wakanyagane, I don't become their enemy or we don't disconnect simply because wamekanyaga. Amekosa kulipa. Yes. Lakini nitajua ilikuwa up to what extent walikosa. Ndio pia nisikue na yeye ni kama nina hurt huyu in the name of this friendship. So unaangalia ingine, is it worth kudrop or is it worth wa deal tu vitu zao au wawili na relationship yenu iendelee? Wow. Unaona? So you need to balance. You need to pia ile kuwa attachment so much. Ati kwa sababu tumekosana na wewe sasa sitai kuja Mwangaza TV au stikam. Yes. Tupatane kwa corridors. Yeah, that's what I want. Yes. Ile ya kubalance na lazima ubalance. Lazima you can do something. Yeah, you can do some things. Yes. Yeah, you can do something. It calls for maturity. Perfect. Yeah. Hiyo ndio nilikuwa nataka. Yeah. Hazin, umekosana msela lakini at least wacha bakisha 1% kakubonga in case of anything. Lakini wacha nikuambie tena, by the time inafika hiyo ya uko yani na uchungu hatutaki kumuona, you need deliverance. Mwingine pia nakuja ile ya kuhat. Anataka niende pala nione venye niko, aone venye nikimenenda. Unajua kuji na ile ati anafunika vitu, anakuja ile amuumize huyo. I get it. Thank you so much for watching my content. God bless you. God bless you. Stay tuned in for more content in this channel.